Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, watumishi walijua wala wasijue kutoka lini watumishi walijua wale walio yateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi. Neno kwa watu wa Mungu. Naomba niongezee sura mstari wa 10. Akamwambia kila mtu kwanza kuandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Neno kwa watu wa Mungu. Anasifiwe. Amen. Haleluya. Harusi tunayo hatuna? Nayo. Kwa wale wazungu, harusi we have not. Asante. Ninaleta hili neno la Mungu kwa watu wa Mungu. Hata Waislamu mtasikiza, lakini Mungu wetu tunaomba huyo Mungu mmoja. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hapa yanasema kulikuwa na harusi huko Kana ya Galilaya. Inamaanisha kwamba harusi haikuanza sasa. Hata nyakati hizo pia kulikuwa na maharusi. Lakini hii harusi ya Kana Yesu alikuweko. Hata hapa Yesu yuko. Na anasema kama yuko hapa hakuna jambo litaharibika. Mambo yataenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba divai ikaja ikawatindikia. Lugha ya Biblia inamaanisha divai ikaisha. Nataka niwaambie maharusi ya kwamba leo hii tunaoana, lakini huenda upendo ukaisha. Lakini mkiwa na Yesu atauleta upendo, utakuwa mzuri hata kuliko ule wa kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuambiwa hii divai ilipoisha, Yesu alifanya muujiza, akatengeneza divai ambayo ilikuwa tamu kuliko ile ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha haya ya leo, uenda uko na kazi na umeoa, kazi ikatindika ama ikaisha, usivunjike moyo. Ukiwa na Yesu atakupa kazi nzuri kuliko ile ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na tena niseme ya kwamba Mungu anawapenda nasibu na bahati. Mungu anawapenda. Nataka nikwambie, mwanamke apigwi na fimbo, anapigwa na kanga. Bwana Yesu asifiwe. Unapokosana na bahati, unaenda pale kwa duka la mzee Abdalla, bwana Abdalla, unachukua kanga. Si ati utampiga nayo, lakini imeandikwa na kupenda, lakini upendeki. Bwana Yesu asifiwe. Si umempiga, hiyo umempiga nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe bahati ukikosana na nasibu, unachukua kanga na wewe pia unaitandika pale kitandani. Akiingia anasoma, tulia mpenzi tuishi. Bwana asifiwe. Si amempiga na kanga, sio hata nalikwende kanga na mkandika nayo, ni yale maneno. Na pale kwa bwana Abdalla kuna maneno ya kisawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zingine zinasema utamaliza visigino kwa safari za umbea. Bwana Yesu asifiwe. Siko pale. Mkikosana, kanga, sio fimbo, kanga. Na ile kanga si kwamba utamtandika nao unakuja tu unampatia. Akisoma tu washapata msomo. Bwana Yesu asifiwe. Mupendane, mutafutiane majina mazuri. Lakini siku hizi
watu wanaitana baby. Baba ni baby, mama ni baby, mtoto ni baby. Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana nao wanakwambia huyu ndiye baby mama, huyu ndio baby daddy, na huyu ndio baby toto. Bwana Yesu asifiwe. Tafuteni majina mazuri. Mwite darling, jina ambalo lina nguvu. Mwite sweetheart, jina ambalo lina mwelekeo. Na tena hiyo sweetheart, basi ukija umletee peremende, siku muita sweetheart ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Tafuteni majina mazuri. Na mkienda, kwa vile hamna watoto, mapa mwanzo ukienda mshike mkono. Bwana Yesu asifiwe. Watu watajuaje kama umeoa na hujamshika mkono? Tembea tu ukimshika mkono, ni wako sasa. Dakika chache kuanzia sasa tutakupatia. Na mtahapa kiapo kwamba huyu ndiye wako mpaka kifo kitenganishe. Tafuta majina mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki niendelee, maana hapa tukitoka hapa moja kwa moja mpaka Kaloleni. Sasa tuende tukalole huko. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kwenda kulola huko kwa kina Nasibu. Kama ni kweli ama ni kubahatisha bahati nasibu. Harusi ni leo, tumeingoja muda mrefu na imefika. Japokuwa na uchungu na mtoto wangu anaenda, lakini nimesema ni maandiko, lazima yatimie. Lakini bahati usende kabisa, uje kusalimia. Na ukija kama mama umebeba. Maana Mungu anaenda kuwabariki mpaka mshangae. Anaenda kuwashangaza. Na Bwana